watu wote waliofiwa na wazazi wao, ninayo ibada kuanzia leo ya kutengua maagano hayo, ili wewe usiondoke, ubaki na uzao wako uulee vyema. Usifurahie kuona babako amefariki alafu ukaendelea tu kufanya tu mazoea, ukaendelea tu kuzungumza vitu vya kawaida. Lazima uwe serious na hizo roho, la sivyo zitakusumbua. Na mimi ningependa kusimamia hapo ili niokoe watoto wangu, muishi maisha marefu na muone watukuu na vitukuu. Naomba usome kitabu cha Mwanzo sura ile ya 17 mstari wa 2. Soma mstari. Anza na mstari wa 2. Mwanzo sura 17 mstari wa 2. Ndio. Nami nitafanya agano langu kati ya mimi na wewe. Amesema nami nitafanya agano langu kati ya mimi na wewe. Maana yake hapa katikati kutasimama agano, na yeye atakuwa huko na mwenye agano atakuwa huko. Mungu anamwambia Ibrahimu, anamwambia ninakupa mamlaka ya kuwa na agano, lakini hili agano utakalolifanya litakuhusu wewe na mimi. Nami nitakuzidisha sana sana. Nitakuzidisha, yani utazidi pale ambapo ungeweza kuwa kabla hujafanya agano la mimi na wewe. Kwa hiyo nitakuzidisha. Umeelewa hapo ninachozungumza? Ndicho ninachotaka mimi Mungu akuzidishe kuanzia leo, na wiki ijayo utakaowaleta na wao wazidishwe. Hajasema atamzidishia baraka, amesema nitakuzidisha. Iwe ni kwenye baraka, iwe ni kwenye afya, iwe ni kwenye heshima, atafanya nini? Atamzidisha. Ukiona mtu anakubariki anakuambia nimekuzidisha, ukazidi katika maisha yako na katika kila unachokifanya ukazidi, hiyo ni baraka ya hatari ambayo haina mchezo, haitakiwi